Watu wangu mtanikubali kidogo nionge. We have lost a legend. Tumempoteza shujaa. Amepumzika Fire Mama Jambi kwa ikai. Hii ni FM Show KE. Now allow me to tell you a story. Mtaniruhusu kidogo niweze kudondokwa na machozi katika hili maana. My love for this woman was unbearable. Can never be determined, can never be said, can never be put to words. Fire Mama Jambi mimi, I remember after finishing my high school, I used to listen to this woman day in, day out, every morning, every night, because I had the aspirations of becoming a reggae MC. Unajua? Mimi nilikuwa napiga reggae. Nilipenda reggae. Nilikuwa naimba reggae mimi. Nakumbuka when we were in high school, man, I had a band, the Real Rocker Sounds 254. Niliform hiyo band due to the inspirations I had kutokea kwa watu kama Fire Mama Jambi. Taarifa zinanifikia kwamba Fire Mama Jambi amepata kupumzika. Amepumzika baada ya vita ambavyo amevipigana kwa miaka mingi. Fire Mama Jambi alikuwa akipambana na ugonjwa wa endometriosis ambao ni duli mla watu. Taniruhusu nimuite hivyo. Ugonjwa ambao unasumbua mabinti wengi Kenya katika miaka yao wakishafikia kupata hedhi. Inakuwa sasa maisha yao yamebadilika kabisa. Tunatambua kwamba hedhi ni wakati ambapo msichana ama binti anaanza kubalehe. Anajiona inapaswa kuwa hedhi ndio tunapaswa kuisherehekea, maana binti akifikia hapo tunaonyesha amebalehe, anakomaa, na anaweza kuwa mzazi pia. Lakini kwa wengi kama Fire Mama, kutokea akiwa binti mchanga, kutokea alipoanza hedhi, imekuwa ni vita ndani na nje ya hospitali. Mkumbuke akilazwa kule nchini Marekani mwaka 2019 na 20, akipambania maisha yake battling endometriosis. Alikwenda na kulazwa kule nchini Marekani kwa muda mrefu sana, na watu wengi walijitokeza ikiwemo gavana wakati ule wa kaunti ya Nairobi, Governor Mike Mbuvi Sonko, came out, paid the bills and supported Fire Mama Jambi for all they could do. Now she has rested. How about we take this as an awareness to create, this is a lesson to create awareness of our ladies out there that are battling endometriosis. Mimi nampenda Fire Mama. Let me tell you, acheni niwaambie ukweli. Enzi zangu mimi kwa kijana mdogo, si ati mimi ni mzee, lakini nakumbuka wakati ule tukianza entertainment, tukitamani sana kuwa na majina makubwa. Tulikuwa tukitamani kuwa kama Fire Mama ama MC Full Stop. Aswa sisi tulioipenda reggae, because reggae music, man, it spoke to us, and these people made reggae, made us resonate with reggae music. People like Fire Mama. I remember when I first met Fire Mama at Carnival Grounds. I think it was back in the year 2018 now also. Hiyo time ndio sasa anangangana sana kustay afloat. Ugonjwa unamkimbiza na ako na gigs hapa na pale. Let me tell you, that woman had a golden heart. Mzee, kauja ulipatana na Fire Mama, najua unaelewa kile ambacho nakimaanisha. Mwanamke shujaa huyo. Mwanamke maneno yake yalikuwa ni maneno ya kukupa nguvu hata kama upo chini. Telling her, you know what? I look up to you. I want to be one of the greatest reggae music artists or greatest reggae MCs, because you know what? You gave us the vibe. The Metro FM, back in them days, Metro FM, House of Reggae. Remember them. Fire Mama and Selected Techniques give us the full vibe of what it means to be in the reggae music scene, you know. Now she's rested. We say rest in peace. Safiri salama. Safiri salama mama. Tulikupenda lakini Mwenyezi Mungu alikupenda zaidi. And to all ladies battling endometriosis there, we are with you. You are our sisters, we are with you. And we love you. You're not alone.
Tuungane katika video zetu zijazo. Usisahau, hii ni FM Show KE.